Shabani Robert alizaliwa mwaka 1909, nguli wa uandishi wa vitabu nchini aliyefariki dunia miaka 18 iliyopita akiwa na umri wa miaka 53. Shabani Robert alifariki dunia huku tayari akiwa ameacha zaidi ya vitabu 20 vilivyoandikwa kwa lugha fasaha ya Kiswahili vyenye kufikisha ujumbe kwa kila kundi nchini. Kiachu kile cha maisha yangu baada ya miaka 50 ambacho hicho alielezea maisha yake na mpaka alipokuja kufa mke wake wa kwanza na jinsi alivyosononeka. Kama yule mke wake wa kwanza alipofariki aliandika shairi asema, amina umejitenga kufa umetangulia, kama ua umefunga baada ya kuchanua, na kuombea mwanga peponi kukubaliwa, mapenzi tuliofunga hapana kufungua. Nilitaka unyanyuke kwa kukuombea dua, sikutaka ushindike maradhi kuchukua, ila kwa rehema yake Mwenyezi Mungu amekuchagua. Kwa hiyo la muhimu nalolia mimi ni kwamba serikali ifanye juhudi, mtambue huyu mzee kwamba alisaidia, alifanya kazi kubwa sana toka enzi ya ukoloni mpaka kufikia uhuru. Serikali imjengee mazingara na kumbukumbu za kutosha, kwa sababu leo hii usema wageni waje kutoka nchi za nje au hapa ndani wakaangalie nyumba yake, wakaangalie mahali pale alipozikwa, ni kweli watasaajabu sana. Kitu pekee kinachoendelea kukumbukwa na mwana Kiswahili huyo ni mchango wake wa kukikuza na kuiendeleza lugha ya Kiswahili kupitia kalamu yake ya uandishi. Akiwa hayuko nasi leo hii, mchango wake umeendelea kukumbukwa siku hadi siku. Marehemu Shaban Robert au Shaban Juma Ufukwe alikuwa mahiri wa Kiswahili, mwenye ujuzi na kazi yake, jagna, fundi, yani sijui nisemeje, yani mwenye weledi wa hali ya juu. Yani ametunga vitabu, yani unaweza kusoma kitabu alafu unaweza usiamini kama huyu Muafrika, sio Mtanzania, unaweza usiamini kama huyu ni Muafrika. Kwa kweli alikuwa ni mtu mwenye kuweza kazi yake. Alikuwa anajua jinsi ya kutega mitego. Akiandika shairi, lile shairi unapenda kulirudia mara chungu mzima. Vitabu vyake ukivisoma unapata radha ya peke yake, yani unakuwa katika ulimwengu ule ambao yeye ameukusudia. Kwa kweli alikuwa anajua jinsi ya kuelezea nini anachokitaka. Na kiufupi tu, yeye alikuwa ni mwajiriwa katika serikali ya kikoloni, lakini wakoloni walimpenda sana kwa sababu alikuwa anafanya kazi vizuri, lakini kumbe walikuwa wametengeneza wana adui ndani yao, wao wenyewe hawakujua. Kwa sababu gani? Alikuwa akiwachukia wakoloni, na hili lilidhihirika baada ya wakoloni kuondoka. Ndio lilidhihirika kwamba yeye alikuwa anawachukia wakoloni. Kwa kweli alikuwa mahiri sana, mwenye kazi yake, mwenye kujua, hakuwa na majivuno, yani alikuwa mweledi. Kwa kweli, kwa ufupi tu niseme Mwenyezi Mungu alimjalia kipaji. Kwa kutambua mchango wake wa kuiendeleza lugha ya Kiswahili, leo hii Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro kinaadhimisha miaka 18 tangu kufariki dunia kwa nguli huyo wa uandishi nchini. Narudia kwamba lugha ni jambo muhimu sana katika jamii, na kwa kweli sisi hapa kama chuo tumeweka nia kwamba tutakuwa watu mashuhuri katika lugha, na lugha tunazungumzia hapa ni Kiswahili, tunazungumzia lugha ya Kiarabu, na tunazungumzia pia lugha ya Kiingereza na Kifaransa vile vile. Shaban Robert hakusoma sana, lakini vitabu vyake vinatumika kufundishia mpaka katika level ya udaktari wa falsafa. Sasa kwangu mimi haiwezekani kwa namna hiyo. Kama hukusoma sana, athari ya vitabu vyako haiwezi kwenda kufikia katika udaktari wa falsafa. Kwa hiyo nikasema, uliposema jenga sasa, hili haliwezekani, kwa sababu sasa vigezo vyetu vya kupima ni hivi vya siku hizi. Zamani watu wakiandika kwa herufi za Kiarabu
Wakoloni walipokuja walisema hawajui kusoma hawa watu, yani hawakusoma, lakini watu wamesoma na wanaandika, lakini si katika lugha hii ya alfabeti za Kiromani, wakitumia alfabeti za Kiarabu, na watu wamekuwa wamesoma, lakini tulifikiri kwamba watu wale hawakusoma, na nafikiri ndio hilo linalokufanya useme huyu bwana hakusoma sana. Mimi nafikiri amesoma vizuri sana, mpaka vitabu vyake sasa vimekuwa vina athari ambayo umeizungumzia. Sasa nukta yangu ya mwisho ni kwamba sisi tumepata fursa ya uhai, kwamba leo tuko hai. Mwenyezi Mungu anajua kama kesho tutakuwa hai au tutakuwa hai. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba muda wetu tunautumia vizuri, na matumizi mazuri ya muda ni kuwa na manufaa kwa jamii. Sisi kama chuo tumesema lazima tuwe na manufaa kwa jamii, na ndio maana umeona jambo hili tumesema tulifanya leo hapa katika chuo chetu, lakini vile na nyinyi mtakavyotoka hapa muwe na manufaa kwa jamii leo hii na kesho, kama Mwenyezi Mungu atajalia kwamba kesho tufike. Na hilo kwa kweli, kama kuna jambo muhimu la kusema ni hilo, kwamba sisi katika maisha yetu tuwe na manufaa na jamii zetu, jamii iseme huyu bwana amesaidia kadha. Na hili kwa kweli katika mambo ambayo nafikiri ni muhimu kuambia ndugu zangu, hili ni jambo muhimu sana, mlichukue na mwende nalo nyumbani. Lakini mwisho kabisa nataka tuombeane dua, tuombe dua kwamba Mwenyezi Mungu ajalie kwamba nguvu zetu hizi na fursa tulizo nao ziwe na manufaa katika jamii zetu, ziwe na manufaa kwa wanafunzi wetu hawa, ziwe na manufaa kwa ndugu zetu wa Morogoro na wale ambao wako nje ya Morogoro. Serikali inasema upo muhimu kwa wanazuoni kutumia kumbukizi hiyo ya Shabani Robert kuandika vitabu vitakavyoacha alama kwa taifa. Pongeze sana wanatasnia ya Kiswahili. Kazi nzuri sana inafanyika katika kukuza Kiswahili Tanzania. Hongereni sana. Kwa jitihada hizi ninazoziona hapa, naamini hata miaka ijayo Tanzania itaendelea kuwa magwiji wa Kiswahili Tanzania duniani. Hata hivyo, nilipofikiri sana kuhusu hekima na busara tulizoachiwa na nguli Shaban Robert mwenyewe, nikakata shauri la kuja hapa ili ile hekima yake ya muungwana ni vitendo itafsirike katika muktadha huo, kwani matendo ndiyo hukidhi haja maridhawa. Inaweza nisiwe bingwa, lakini kwa kuja kwangu hapa mkaniheshimu walau kwa hilo. Asanteni sana. Ndugu zangu, wana kongamano wenzangu, asanteni sana kwa mwaliko huu. Kwa hakika hili ni tukio muhimu sana katika historia ya lugha yetu ya Kiswahili na fasihi yake. Kama tujuavyo, huwezi kutaja vizuri maendeleo, ustawi, makuzi na kutandawaa kwa lugha ya Kiswahili bila kumtaja nguli huyu Shaban Robert. Ninyi wanazuoni mnajua zaidi, lakini kama tulivyosikia hapa tangu asubuhi kupitia makala elekezi ya Profesa Safari, niseme kwamba tumeweza kumtambua Shaban Robert kama alama ya baba wa fasihi ya Kiswahili duniani. Tunampongeza sana, tunamtakia rehema huko aliko, na inshallah Mwenyezi Mungu amjalie pepo ya daraja, pepo ya Firdaus. Ni imani yangu kwamba Iqbal ambaye tumeambiwa tuko naye hapa leo, naye atakuwa ni mfano bora wa kuendeleza Kiswahili Tanzania na kuenzi mazuri yote ambayo baba aliyaacha. Mimi nitamke kwa niaba ya serikali, tuko pamoja na wadau wote wanaofanya harakati kama hizi za kukuza Kiswahili Tanzania, kwa sababu lengo letu kama nchi ni kuendelea kuwa vinara wa lugha ya Kiswahili barani Afrika na duniani kwa ujumla. Hongereni sana. Shirika la Utangazaji Tanzania likiwa shirika lenye historia ndefu, lakini ndio chombo pekee cha habari chenye mchango mkubwa wa kukiendeleza na kukuza lugha ya Kiswahili kwa kuwa na vipindi vyenye watangazaji mahiri
tangu ikitambulika kama Radio Tanzania, leo hii inakuwa miongoni mwa vyombo vya habari ambavyo mchango wake unatambulika katika kumbukizi hii ya Shabani Robert.